kwamba Sheha kuna mwanaume ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Yeye mwenyewe ni Sheha wa Sheia. Ni Sheha? Ni Sheha wa Sheia. Yeye mwenyewe ni Sheha Sheia Hindi na Kendwa. Watazamaji, sijui utakuwa unajibu gani. Mtu ambaye anazidi kusambaza virusi vya ukimwi, yeye mwenyewe ni Sheha. Ni Sheha. Sheha kwa maana ya kwamba ana dhamana kubwa sana katika jamii. Sijui hapo utatumika msaada gani. Na tushaenda kumshtaki sababu mkewe mwenyewe alienda kumshtaki sehemu sababu huyu mke alivyoenda kupima baada ya mke mwenzie kufa akaambiwa mumeo kafa, mke mwenzio kafa na ugonjwa huu, na ndio maana akaamua kujitoa muhanga na kwenda kupima ili awe na afya nzuri ili naishi kwa ujasiri. Akaamua ngoja niende kupima nijigundue afya yangu nilionayo. Nilikuwa nakupenda sana. Zilikuwa zimeandikwa mama nipe radhi kuishi na watu kazi. Na ndio kimeandikwa hivyo. Ndio. Basi imenipeleka kwa mdogo sana. So najua wakati ukiwa kimwari unakuwa unaiba kanga za mama. Afwe, sitaki. Sijui hivi. Kanga zangu hizo. Basi katika kanga ambazo nilikuwa napenda sana kumuudhi mama yangu ni hizi hapa. Na ni kanga za zamani lakini nafikiri wametoa toleo nyingine. Watazamaji, nipo maeneo ya Kaskazini A na hapa ni chanja yake. Ni kweli? Hapa panaitwa Moshoa. Hapa panaitwa Moshoa na kama mnavyoona tumekusanyika wanawake wengi na wanaume kidogo. Lakini ni eneo la Tazari panaitwa Tazari. Naam, hapa ni Moshoa, ni wilaya Kaskazini A na ni ndani ya sheria ya Tazari. Nafikiri niko sawa. Hata kwa wale ambao sio sheria ya Tazari. Ya Kimani. Sawa. Lakini nia na madhumuni ni kuweza kuzungumza kuhusiana na ugonjwa wa ukimwi. Tunaweza kusema kwamba mara nyingi sana wataalamu wengi wamekuwa wakijaribu kutafiti dawa ambazo zitaweza kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi. Tumekusikia hata watafiti wetu wakidai kwamba wamewahi kupeleka dawa Ulaya kwa ajili ya kufanyiwa utafiti. Na wengine walidai kwamba zinaweza kuponesha. Lakini mpaka hivi sasa bado tuna kitendawili. Lakini kwa ziara hii ya huku wilaya Kaskazini A tunataka wanawake na wanaume ambao wameathirika na ugonjwa wa ukimwi basi watumie hizi dawa ili kwamba wawe ni kielelezo kizuri sana. Tunaye Dr. Msigu ambaye ni mtafiti wa hii dawa na amezungumza na vyombo vya habari na serikali pia kwa ujumla kuhusiana na dawa yake ambayo anaitafiti. Na hawa wanawake waliokuwepo hapa watatumia hiyo dawa na wao ndio watakuwa ni mabalozi kwamba jamani dawa imekusaidia, watapima na wataonyesha vyeti vyao. Lakini nafikiri itakuwa ni vizuri tuweze kusikia angalau historia fupi kutoka kwa hawa wenzetu kuhusiana na maisha yao kwa ujumla. Nafikiri kila mtu atapenda kujua mengi kutoka kwao. Mimi jina langu ni Grace. Labda nianze na nani? Watazamaji, ninazungumza na mmoja wa kina mama lakini mkadiria mdogo ndeka kufika ndeka. Alijachoma. Umekubali? Haya. Kama umekubali, ninaomba zungumza chochote kile ili watazamaji na wasikilizaji waweze kuamini kama kweli wewe ni balozi mzuri, ni askari mzuri ambaye umeamua kuzungumza ukweli kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Mimi kwa jina naitwa Siguna Omar Yanga. Natokea sheria ya Tazari na ninaishi na virusi vya ukimwi. Na mpaka sasa hapa tunahojiana na wataalamu wetu kuhusu dawa za kuponyesha virusi vya ukimwi. Uliwezaje kujigundua kama wewe umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi? Nilijigundua katika hospitali ya Mwemeradu na nilikuwa na ujauzito. Na ulikuwa na ujauzito wako wangapi? Ujauzito wangu wa 3. Na ulijisikiaje mara baada ya kuambiwa kwamba wewe umeathirika? Nilichukua majukumu mengi sana katika akili fikra mbalimbali. Ndivyo nilitaka kutaka kujiua. Lakini madaktari wanipa ushauri. Wakaniambia ni gonjwa la kawaida na akazidi kunipa ushauri na saa mpaka hapo nikakubali na mpaka sasa hivi niko na
Na kabla hujagundulika pale Mbembelani, hali yako ya kiafya ilivyo? Hapana, haikuzorota. Ilikuwa hivi. Na unafikiri kwamba haya maradhi umeyapata kwa njia gani? Mimi ninavyohisi maradhi nimepata kwa mume wangu. Kwa sababu mwanangu wa kwanza mimi sikuzaa naye, nilizaa pengine. Hana virusi vya ukimwi. Na wakati umeenda kupima afya yako Mbembelani, ukagundulika kwamba wewe tayari una matatizo. Je, yule mtoto ambaye alikuwa ndani ya tumbo lako na yeye aliathirika? Hapana, hakuathirika. Na una mtoto ambaye anaishi na virusi vya ukimwi? Sina. Una. Lakini hebu tuongee kitu kimoja. Watu wa hapa wilaya Kaskazini hususan eneo ambalo unaishi wewe, wanawachukuliaje watu ambao wanaishi na haya matatizo? Mwanzo alikuwa akinyanyapaa sana, hasa katika mume wangu. Alikuwa ananyanyapaliwa sana, ndugu zake baba mmoja mama mmoja alikuwa ananyanyapaliwa. Lakini sasa hivi kidogo naona afadhali kidogo. Kidogo ule unyanyapaa unapungua. Kidogo unyanyapaa umepungua. Lakini 80% bado unyanyapaa uko. 80%. Kwa hiyo ni 20 tu iliyopungua. Kwa 80% bado uko unyanyapaa. Na hivi sasa una mume? Ndio, nina mume. Na yeye pia ana matatizo? Ndio, matatizo. Wakati mwingine huwa mnapata muda wa kuweza kuzungumza matatizo yenu? Ndio, tunapata muda wa kuzungumza, kusema kweli ili ngoja tuje kupata dawa. Lakini Mungu hajalia ndio tunaanza kupatikana kidogo kidogo. Kwa hiyo huyu ni mume wako wa pili? Ndio, ni mume wangu wa pili. Ulikutana naye wapi? Tulikutana katika kituo cha Safa Plus. Asante. Labda naomba niendelee kuzungumza na wakina mama wengine ambao wako hapa katika haka kamdahalo ketu. Mimi watazamaji na wasikilizaji nitakaita kwamba ni kamdahalo. Tumemsikia Sivuno Omari Yanga vile ambavyo amezungumza kuhusiana na maradhi dakili ya ukimwi. Namba ni hapa. Jina langu Fatuma Musa Juma. Nakaya Kilindi, Kivista. Una watoto? Na watoto wangu wawili tu. Na umewezaje kujigundua kwamba unaishi na maradhi ya ukimwi? Nilijigundua kuwa mimi nilikuwa na harisha. Na nilivimba yote. Na ulipojiona kwamba umevimba, uliweza kufahamu moja kwa moja kwamba una haya maradhi? Sifahamu mpaka enda hospitali kupima. Na ni kitu gani kilikupa hamasa kwamba sasa wewe uende ukapima? Vile ninavyojihisi katika mwili wangu. Na mara baada ya kupimwa damu yako, majibu yalipotoka, ulipoambiwa kwamba tayari una matatizo, ulijisikiaje? Nilijisikia kweli na matatizo, na hapo nilikwenda hospitali Kivunge. Nenda chukua zile dawa. Na ulieleza jamii yako kwamba wewe tayari umegundulika unaishi na hayo maradhi? Kwa hapo kwa kidogo tu, kwa punde siwahi kueleza hata mtu mmoja. Hata wapo kuja kuniuliza mie nisharudi koti Nungwi na Kivunge. Lakini mume wako anachukuliaje hiyo hali? Mume wangu si mwija anavyochukulia, kwa maana taka kujigundua mie kujigundua huyo mie hajaja hapa Unguja, yuko bara. Sina uhakika kuwa huko kanao au hanao. Yeye anafanya kazi gani mume wako? Apoondoka hapo, hiyo siku ayoondoka alisema kenda vua. Ni mvuvi? Na huko bara anaweza kukaa muda gani? Miaka? Watazamaji, anaweza kukaa mwaka. Lakini anakuhudumia? Kwa hapo hanihudumii. Na ile jamii ambayo inakuzunguka, mara baada ya kufahamu kwamba wewe tayari unaishi na virusi vinavyosababisha ukimwi, wanakuchukuliaje? Je, wanakupenda? Baba anzi wanaonipenda, baba anzi wanaonichukia nani. Kwa nini unasema wanakuchukia? Wanafanya vitu gani ambavyo vinakuonesha vinaweza kutoa ishara kwamba wanakuchukia? Kuchukua na binadamu vile, maana kwa kusema nachukia na binadamu, asubuhi hata asubuhi hawaja kunidaukia mpaka niende kwa daukia mimi. Na huyo mume wako, kwa nini usimweleze kwamba wewe umekwenda kupima na umegundulika kwamba unaishi na virusi vinavyosababisha ukimwi? Sina simu. Una simu? Na nilipata taarifa kwamba, kwa sababu ninakumbuka kama wiki mbili nyuma
nilizungumza na wewe kuhusiana na huu. Ninasikia kwamba umeacha na mume wako mara baada ya kuzungumza na chombo cha habari ambacho ni kampuni yangu mimi, ni kampuni ambayo ninafanya kazi. Ni kweli umeacha kwa sababu ya kuzungumza na vyombo vya habari? Unaweza kuwaeleza watazamaji na wasikilizaji kwamba ilikuwaje? Nataka niwacha uhakika sana ya kuwa huko kesha niwacha. Ila alipelekeza simu ile habari ile, aliipelekeza simu. Mimi nilikwambiwa ni watu wanao simu kwa fulani kushaachibwa. Sasa mimi wale watu wake hapita kuambia mie shemegi, we nishakwachwa kushakwachwa. Sababu gani siji? Anaposema siji maana yake ni Sijui. haya. Kwa maana hiyo yeye hakupenda wewe uzungumze na vyombo vya habari kuhusiana na maradhi ya ukimwi. Hependa. Hakupenda. Kwa maana nilisema mama yake namnyanyasa ya mie. Na ndugu zake mume wako wamesemaje kuhusiana na talaka ambayo umepewa? Talaka sijapewa. Hujapewa. Kwa ni maneno ya watu. Hivi pia mimi hajanitunga talaka. Na hivi sasa unaishi wapi? Naishi Kilindi Peke yako? na wenzangu. Unaishi nyumbani kwa mume wako ama Naishi nyumbani kwetu haswa. Lakini mara ya kwanza ulikuwa unaishi katika nyumba ya mume wako. Sasa kwa nini umeamua kuondoka pale nyumbani kwa mume wako na kurudi nyumbani kwako? Nishaniwacha. Lakini si lazima akuonyeshe talaka kwa mkono maandishi. Kwa huku kwetu ile sharia inachukulia, ukishawaambiwa we si mke wangu, talaka si mke wangu, unarejea kule. Na unazungumziaje kuhusiana na unyanyapaa? Nashukuru si haba, alhamdulillah, itakuja kufika huko. Hawakunyanyapaa Hata kidogo napika, tunakuja shirika. Tunafanya kazi zetu shirika. Baadhi yanarongwa mengi ya kuwa wananyanyapaa, ila si kweli. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba katika hii shehia ya hapa Tazari, eneo gani ile ulikuwa unakaa? Chanjani. Kuna Kigunda kuna unyanyapaa. Asante. Labda nizungumze na mwingine. Unaona aibu. Wanawake hawapaswi kuona aibu, jamani watazamaji. Mimi naamini kwamba kila ukimwona mwanamume ambaye ana mafanikio, ambaye ni tajiri, basi jua kwamba yale mafanikio yake yamechangiwa kwa kiasi kikubwa sana na mwanamke. Unajua sisi wanawake ni matajiri sana wa busara. Hata kama huna pesa ya kumpa mwanamume, lakini yale mawazo yako ni utajiri tosha. Na ndio maana utaona wanaume wengi sana ni matajiri, lakini utajiri wao unatokana na wanawake. Kwa mimi nafikiri wanawake lazima watumie hii fursa ya kuweza kuzungumza kuhusu mila, utamaduni, afya na hata uchumi. Wanawake lazima wazungumze. Na kitu tunakwenda pamoja mtazamaji. Ndio, habari ya siku nyingi. Kwanza chukule wageni. Nimekuja mwenyewe. Nzuri sana. Salama. Habari za hapa Tazari? Habari za hapa sana. Ni kweli kwamba unaishi na maradhi ya ukimwi? Naishi na maradhi ya virusi vya ukimwi. Unafikiri utapenda siku moja dawa ipatikane? Napenda sana joto sana. Na una muda gani toka kujigundua kwamba wewe una matatizo ya ukimwi? Muda mwaka mmoja. Mume wako na yeye? Haijakuwa tu mwenyewe. Lakini uliyapata kwa njia gani nafikiri? Uliyapata kwa njia hiyo. Na ulimweleza mara baada ya kwenda kupima kwamba mwenzangu mimi nimepima nimegundua kwamba na haya maradhi? Sasa kwa nini? Sasa ni kwa nini hujaona umuhimu wa kumwambia mwenzako kwamba wewe umekwenda kupima na umejulikana kwamba una maradhi ya ukimwi? Sina muhimu wa kwenda mweleza yeye, lakini nimemweleza nani mmoja wake.
Lakini jamii, sehemu ile ambayo unakaa, wanakuchukuliaje? Jamii sehemu ninayokaa wanachukulia Wanakunyanyapaa kwamba huyu hapo atapita zake ndio na maradhi ya ukimwi, wanakunyoshea vidole? Na unadhani kwamba hapa Tazari kuna wanawake wengi ambao wanaishi na haya matatizo? ninavyodhania wapo, lakini Unafikiri ni kitu gani kifanyike ili tuweze kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi katika sheria hii ya Tazari? nachofikiri wakifanyike ramda itapokuwa ishapatikana hizi dawa, pengine wale watu wengi wanaogopa wataenda kupima. Asante. Naomba nizungumze na mshiriki mwingine. Huyu mtoto wako? Ni mtoto wa nani? Mtazamaji na msikilizaji. Lakini inawezekana kwamba kama tungeweza kuwa na utashi wa hali ya juu kwamba anataka nini? Huenda labda anataka awe rais, anataka awe waziri. Huenda labda anataka kusiwepo na maradhi ya ukimwi. Labda inawezekana anajiuliza huyu mtoto. Haya. Naam, jina lako? Nizani. Na wewe unaishi na maradhi ya ukimwi? Unafikiri kwamba uliyapata kwa njia gani? Njia ya mume. Mume wako? Mume wako anafanya kazi gani? Sheha. Ni sheha. Ni sheha wa sheria gani? Kilindi. Anaitwa bwana nani? Umari Heri. Mbali ya kwamba ni mume wako, una wenzako wengine kwamba kuna wanawake wengine amewawa? Mwenzangu yule sana. Mwenzako ujambo? Kwa sasa hivi mwaka. Lakini ni kitu gani kilikupa hamasa ya wewe kwenda kupima afya yako? Nilikuwa na homa. Na umanga kaupia sana. Sasa watoto wangu maana utaenda kapima. Ndio kapima. Wakampeleka hospitali ya Kivunge, nikaenda kupima, nikajulikana ni sawa. Na uliyapokeaje majibu? Ulijisikiaje siku ya kwanza mara baada ya kuambiwa kwamba ni kweli una hayo mashaka? Nilijisikia si jambo tena nilipopata dawa. Lakini ulichukuliaje mara baada ya kuambiwa kwamba sasa hivi mama yetu unaishi na matatizo? Ulijisikiaje? Yaani nayo tumatatizo. Na unaweza kuzungumza mbele ya hadhara ya watu kwamba wewe unaishi na maradhi ya virusi vya ukimwi? Yes, naweza kuzungumza kama bwana. Kwa nini? Bwana mbaya. Kwa nini unaona vibaya? Unadhani kwamba ni aibu watu wakifahamu kwamba wewe una hayo mashaka? Una vibaya, that's ngombe. Na unafikiri kwamba hapa Tazari wanawake ni wengi ambao wanaishi na matatizo? Mimi sina habari kama wapo. Maana miendo ni wakuleta. Lakini ungependa pengine labda atafikia mtaalamu kama huyu Dr. Msigwa ambaye watu tayari wameshaanza kutumia dawa zake. Wewe uko tayari kutumia dawa zake? Ni tayari. Asante. Naomba nizungumze na wewe. Habari? Sauti. Sauti yake ndogo sana. Sauti yake unaitwa nani? Hadija Chum, nakuona bado ni mdogo. Nafikiri anaweza kafika miaka mingapi? 20 na 20. Umeolewa? Una watoto ngapi? Na haya maradhi uliyapata kwa njia gani? Mara ya kwanza uliwezaje kujigundua kwamba wewe umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi? Mume wako? Mke mwenzako yuko wapi? Ni wewe? Huyu ndo mke mwenzio? Vizuri. Kwa hivyo nyinyi nyote mmeolewa na kupima akaja kukwambia kwamba bwana wewe mpaka hivi sasa nimepata matokeo kwamba mimi na maambukizi ya virusi vya ukimwi? Kwa hiyo na wewe ukaamua kwenda kupima? Ulipoenda kupima ulipata matokeo gani?
Ulikwenda kupima sehemu gani? Ulipopewa matokeo ulijisikiaje? Na hamti mkojo kafungua. sasa mara baada ya kujigundua kwamba umepata hayo matatizo, ulichukua hatua gani? Na unadhani kwamba kwa sababu nyinyi mmeolewa mko wawili, unafikiri kwamba nani amekupa hayo maradhi? Eh? Lakini unategemea kuzaa na mume wako? Eh? Watazamaji na wasikilizaji anasema siji, maana yake ni kwamba sifahamu. Hajatambua kama kapata au hapati. Matazaa au hazaa. Shaka. Sasa nabaki nisogee kwa kaka, tuzungumze kidogo. Huyu ni mke mwenza wa Hadija, mwanamke ambaye nimetoka kuzungumza naye hivi punde. Una muda gani toka kujigundua kwamba unaishi na virusi ambavyo vinasababisha ukimwi? Na ulipata wapi hamasa ya kwenda kupima afya yako? Kwa sababu natambua kwamba watu wengi sana wanakuwa ni wazito, unajua, kwenda kupima afya yake. Inakuwa ni ngumu kidogo. Lakini wewe ulipata wapi hiyo hamasa? Kwa hivyo ulitakiwa kupima damu yako kwa sababu ni mjamzito. Hospitali gani? Na ukapewa majibu kwamba una matatizo, si ndio? Ulijisikiaje siku ya kwanza mara baada ya kuambiwa kwamba wewe una matatizo? Na unafikiri kwamba huo ugonjwa umepata kwa njia gani? Lakini unafikiri kama majibu yako kwa kuletea? Unafikiri kwamba unaniletea? Siwezi nikasema kaniletea, maana sijui kama kaniletea yeye nitatafanya. Na mtoto ambaye ni yule pale na yeye ana virusi pia vya ukimwi. Una maana gani hajapima? Sasa unakutana na kumaliza. Lakini ulitumia dawa zozote zile, kwa sababu tunaambiwa kwamba mama mjamzito anaweza akatumia dawa na wakati wa kujifungua zikampiga mtoto na maji. Wewe ulipewa? Kwa hiyo hivi sasa mshachukua damu yake. Na unafikiri kwamba ingekuwa ni furaha yako siku moja kusikia kwamba kuna dawa ya kutibu maradhi ya ukimwi? Ningefurahi sana. Na watazamaji na wasikilizaji, mwanamama mwingine ambaye anaongea naye vile vile ameolewa katika ndoa ya mitala. Mume wako jina lako? Ongeza sauti. Ongeza sauti, shamaliza huko ni wewe kumbe. Na wewe umeolewa katika ndoa za mitala? Kwanza jina lako? Jina langu Bimkasi, uliwezaje kujigundua kwamba wewe unaishi na maradhi ya ukimwi? Vile mume wetu ameoa mwanamke hapa. Akishakufa mimi kwa kazi yangu kwa habari yake. Nikaambiwa akaja bibi mmoja akaniambia, "Mama Shea, wewe una habari wewe? Sina habari." Akaniambia basi mkeo kishakufa. Na sababu alikufa akafa na ukimwi. Ana ukimwi. Basi hapo ndipo ulishafirika na mwenyewe ukishafirika na mkeo ukishafirika. Pata pale nikaumwa na tumbo sana na kijacho kunitoka. Nikafikiri ukasi najihisi mwili wangu hata siwezi kufanya kazi wala mfano ananiambia sisiki. Nipo tu. Funga moyo sana nikarudi nje kazini. Nikaja nyumbani nikawauliza watoto. Watoto baba yenu yupo? Baba kishakuja kishaondoka. Siku ya Jumatatu. Nikarejea kazini asikia nyumbani. Kila kazini nikarudi nikajawagiza tena watoto. Kusikutana ndio nikajawagiza tena wale watoto. Vipi watoto?
baba yenu kesha kuja, baba kesha kuja, alishatuachia chakula kisha kwenda zake. Nikakuambia na Jumapili ile siku ya mapumziko. Akaja yule bwana tukakutana naye. Nikamwambia, bwana wewe mimi nakuhamu sana mbele. Sana sana. Lakini nakuwekea kibao chako hichi changu hicho chako leo. Nataka tuzungumze mimi na wewe. Tena umetokea nini? Nikamwambia ndo maji nimekutelekea wewe, ngoja nitamsingia ule size yako. Nikamweka akakita hapo pale, nikamwambia bwana wewe, una habari kama umeoa mke amekufa? Akamwambia na habari na njiani ninatoa pole sana. Nikamwambia unatoa pole? Nikamuuliza, unatoa pole kwa sababu gani na yule mwanamke ushamwacha? Wengine hawajui kama ushamwacha. Sasa Samalizana mbio mlango wa maji. Natoa pole sana. Nikamwambia sio sababu hiyo basi. Sababu nini? Nikamwambia sababu ya kuwa unapewa pole ushamua mtoto wa watu. Wewe hapo ulipo na ukimwi na sio utakuambukiza sote. Ni na virusi vya ukimwi na wewe una virusi. Sasa akaniuliza, wewe sasa tufanye nini? Nikamwambia mie ninapoona tuondoke mie na wewe na mkeo tukapime. Ambaye ndio yule pale bibi. Siye, kwani tuko wengi hivyo? Mko ngapi kwa mwenyewe? Hata 10. Mwenzangu. Sasa pale yule bwana ndio kwa hiyo nikamwambia akashitukia kama hayajui. Kumbe yule bwana anajua. Sasa tukakaa pale akaondoka siku ya Jumapili, Jumatatu tusionane, kwanza akakaa. Kisha kukaa ila akaniambia tena ushauri wako nini? Tukamwambia ushauri wangu tukapime mimi na wewe. Akanambia mimi nakwenda kupima peke yangu. Nitakapata lolote nitakuwa ushauri mimi na wewe. Nikamwambia nitapima lini? Siku yoyote hii nitakwenda kupima. Akanambia lakini na wewe ukipata mhisani nenda ukapime. Nikamwambia nitakwenda kupima wapi na mimi sikuji kwa kupima. Akanambia Nungu nakujua. Nikamwambia Nungu nakujua ile hospitali tulikuwa tukapimia watoto wetu leo. Basi tukifika hapo waambie watu wakuonyeshe chumba cha kwenda kupimia ukimwi. Nikamwambia mbona unanipa swala zito? Akanambia ukipata mhisani basi akakupeleka. Sasa na wazee wangu kweshamwajika ili fulani kafa kwa sababu ya virusi vya ukimwi. Sasa tunapigiwa hodi mama yake fulani mke fulani kafa kwa ukimwi. Sasa na nyewe huyo mtoto wenu ndio mkamcheki. Tukatoka siku ya Jumatano ile tulikwenda ngoja. Na Jumatano tukatoka mie dada na mtoto wa dada. Na mtoto wangu yule ndio kwa kumwatisha. Nikaenda Mungu. Tulipokwenda Nungwi, sasa yule daktari yule akatuuliza, huyu mtoto mlikuja mpima, mna shaka gani? Nikamwambia wewe mpime tu alafu na sie tupime vile vile kushughulikia. Haya, akatupima yule kisha kutupima, wale wa nyuma akapa majibu mimi hajanipa. Akamwambia mama tu nitakie kitako huko kwanza. Sasa nikaa nahisi ile kama ile siku ya awali. Nikasema nadhani mwenzangu ya wadogo ya mwisho atapata majibu, mimi sijapata majibu kweli ndio sema. Nikakaa pale tena niko na kiburi nikanalia sana. Ananiuliza hata sifahamu. Ananiambia. Sasa akaitwa mtoto wa dadangu akaambiwa hata anafahamishwa yeye. Itabidi huyu mpelekeni kiunge akajiunge na wenzake. Sasa mimi kama tuko pale nimefika nyumbani na kuja kabisa. Tena nikakaa yule bwana nilipokwenda ndani yupo kalala pale anakula kashata yake ya juu. Ndio kupima ukimwi. Nikamwambia nikamwambia leo sasa tusitafutane mengine. Umeona? Nikamwambia niachie. Ndio kimi unao. Sasa pale ndo akatoka akagomba akasema mwanangu kazi yake kumtumesha mashindano tu. Kama mshakwenda kumtumesha mashindano huyo yeye nitakwenda kushtaki. Nikamwambia twende ukanishtaki sasa hivi mimi nawe nyanyuka. Sasa pale tukagombana. Sasa tukaachana na mimi wakagombana na dada. Mpaka hii leo ninapokuambia mume wangu wametiliana ndani na dada. Wametiliana ndani kidogo na dada. Yaani hawasemi vizuri. Na
kuna wake zake wengine afya zao zikoje? Na wale kwanza yanao. Tena sijui wa nje, kani ndio kwenye kama bujua bakaka. Unaposema amekaa kama kuku unamaanisha nini? Kijana. Huyo mume wenu ambaye ni sheha wa shehia gani inaitwa? Ya Kilindi. Ni kijana. Si kijana. Yaani kwamba Ni mzee, yani mambo yake ya kijana. Unaona mambo yake ya mtoto. Huyo anaitwa Mzee Fataki. Mzee Fataki. Lakini jamii inafahamu kwamba sheha wa Kilindi anaishi na virusi vya ukimwi. Sana mbona. Na katika kuchunguza nyendo zake bado anaendelea kutongoza wanawake kwa maana kwamba analala nao. Sijui katika safari zake. Kwani simfahamu. Kwani hivi sasa hivi hayupo, ndio yuko bara. Sasa hivi hayupo. Lakini ndio mtu kweli kesha kuondokea kuchaguliwa kwa mbele anatofanya. Au mia pale nishaondoka pale tunafanya. Lakini yeye huyo mume wenu ambaye ni sheha, kwa sababu unajua sheha ni mtu mkubwa ambaye anaiongoza jamii, huwa anahamasisha angalau jamii kuhusiana na maradhi ya ukimwi. Katika kazi yake simfuatilii, sijui ile sina uhakika. Kwa sababu yeye ndo ana kazi yake na mimi nitakuwa. Na huko bara huwa anakaa muda gani? Bara hukaa wiki moja, wiki mbili. Kwa hiyo hivi sasa ana watu wangapi? Sasa hivi tuko wawili. Na una mtoto ambaye ana virusi vya ukimwi? Alipopima ndio yeye mtoto hana. Wewe mwenyewe alipopima huyo mtoto, alipompima mtoto hana. Lakini wengine sijawapima. Lakini wa mwisho ndio kisha kumwachisha ana miaka 5 lakini bado virusi hana. Wengine sijapima lakini. Na ile jamii pale maeneo mnayokaa wanawachukulia vipi wewe na mume wako? Mimi si habari alhamdulillah. Wananichukulia hivyo kama kawaida. Napiga wanakuja nyumbani wanakunyoa wanakula tunafanya hivi. Na kuna wakati labda afya yako ilidhofu? Nimezofu ndio sana. Lakini sikusema yote. Nimezofu tu. Kujisikii nguvu. Basi jifunike kama unahisi una haya. Jina lako? Siti unaishi na virusi vinavyosababisha ukimwi? Una muda gani? Unafikiri kwamba hayo mashaka uliyapata kwa njia gani? Mko wangapi kwa mume wenu? Mko mko wawili. Na mwenzako yuko wapi? Alishakufa. Unafikiri ni nani amekupatia hayo maradhi? Na wewe uliwezaje kujigundua kwamba una maradhi ya ukimwi? Na hivi sasa anapokuwa ni mjamzito? Kwa maana hiyo una mtoto ambaye umemzaa ambaye ana matatizo kama hayo? Na hospitali wamesemaje kwamba unaweza kujifungua salama mtoto awe hajaambukizwa? Hajaniambia hivyo. Na jamii ile sehemu ambayo unakaa wewe wanakuchukuliaje? Wanakutenga? Wanaweza kula pamoja na wewe? Labda nimalizie kwa mwenyekiti Sivuno Omari Yanga kabla ya kwenda kuzungumza na kaka atupe maoni yake. Sivuno, unafikiri kwamba wanawake wa hapa Tazari wana uwazi kuhusu kuzungumzia maradhi haya ya ukimwi? Unafikiri kuna uwazi? Hapana, hamna uwazi. Ila mpaka mtu ujulikane kwenda ukienda kupima virusi vya ukimwi ndio kuna uwazi. Lakini 90% tukisema tupime basi ndio anakuwa na virusi. Kwa hiyo bado kuna ule usiri bado upo. Uwazi hamna sasa hivi. Kuna usiri tu. Lakini labda niulize swala moja. Mnafikiri kwamba katika familia ama katika ndoa kati ya mwanamke na mwanamume
ni yupi hasa ambaye anakuwa ni chanzo cha kuleta ugonjwa wa ukimwi? Wote wawili. Wote wawili. Sababu unaweza mume akatulia, lakini mke akawa mtoka njia. Anaweza mke akawa katulia, mume mtoka njia. Kwa hiyo sote wawili tunasababisha virusi vya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini kuna swala moja nilikuwa naongea na Bi Fatma, amesema kwamba mume wake anaweza kukaa mwaka mzima yuko kwenye kazi za uvuvi. Hata mimi